Nataka tu tukasome kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 15 na mstari wa 19. Ule wa 15 unasema, na hao wana wa manabii waliokuwepo Yeriko wakikabili, walipomuona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Tushuke chini mstari wa 19. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahala pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Hawa watu walikuwa wanategemea ardhi yao ndio iwapatie fedha, ardhi yao ndio itoe matunda, ardhi yao ndio itoe mazao, ardhi yao ndio iwafanikishe. Lakini hiyo ardhi ilikutana na changamoto, kwa sababu ardhi haiwezi kuzaa kama hakuna maji. Kama kuna ukame, ardhi haiwezi kuzaa. Kwa hiyo changamoto ikawa kwamba kwenye chanzo chao cha kiuchumi, yale maji ambayo walikuwa wanatarajia yalikuwa yameharibiwa na adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa acha nikuonyeshe vile yale mambo 7 ya kiroho ambayo yanaweza kukuzuia na wewe katika uchumi wako kupitia mstari huu, kupitia eneo hiki kitu ambacho tumesoma. Kuna mambo 7 ambayo yanaweza kukuzuia na wewe katika chanzo chako cha kiuchumi. Mambo 7 ama vitu 7. Tuanze na kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukuzuia usiweze kufanikiwa katika chanzo chako cha kiuchumi ni roho ya utasa katika eneo lako la kiuchumi. Yaani roho ya utasa katika biashara, roho ya utasa katika kazi unayofanya, roho ya utasa katika huduma unayofanya. Hiyo roho ya utasa ikiwepo kwenye iko chanzo chako cha kiuchumi, itakusababisha wewe, itakuzuia wewe usiweze kufanikiwa. Na mara nyingi roho hii ya utasa huwa inatokana na laana iliyotamkwa katika hilo eneo. Kwa Yesu asifiwe sana. Kwamba kuna mtu ametamka anakuja kwenye eneo lako la biashara, kwenye eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la huduma, na akatamka laana fulani. Ile laana inaachilia roho ya utasa. Ikiachilia roho ya utasa, maana chochote unachokifanya, biashara yoyote utakayofanya, kazi yoyote utakayofanya, huduma yoyote utakayofanya katika lile eneo haitofanikiwa. Wanasapesi sana, kwa sababu eneo limeachiliwa roho ya utasa kwa kupitia neno la laana. Soma kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26, utagundua Yeriko ni mji ambao ulikuwa umelaniwa na Yoshua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kwenda Yeriko na kumkomboa Rahabu, wakauteketeza ule mji, Yoshua akaulaani ule mji, akasema, huu mji, mtu yeyote akija kujenga katika huu mji atafiwa na mtoto wake wa kwanza wakati anaweka msingi kwa nyumba yake, na atafiwa na mtoto wake wa mwisho wakati anaweka milango ya nyumba yake. Na kweli tunaona katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 34 mstari wa 16, tunamwona mtu anaitwa Hieli akienda Yeriko, na Hieli alipoenda Yeriko akaujenga mji, na wakati anaujenga ule mji, mtoto wake wa kwanza akafa wakati anaweka misingi, na mtoto wake wa mwisho akafa wakati anaweka milango. Kwa hiyo labda watu walifikiri laana imeishia pale kwa sababu Hieli tayari watoto wake walikufa, lakini ile laana kumbe haikuishia pale, bali ile laana ilienda ikakamata chanzo cha uchumi wa watu wa Yeriko. Kwa hiyo Hieli pamoja na kizazi chote na watu wote waliokuja kuhamia baadaye Yeriko, kitu kilichokuwa kinatokea, walikuwa wana shida katika eneo lao la kiuchumi, kwa sababu Yeriko ilikuwa imelaniwa na ile laana ilishapiga kweli wale watu ambao, yule mtu ambaye alianzisha ujenzi, lakini bado ile laana haikufutwa. Kwa sababu laana haikufutwa, ikawa sasa imekamata vyanzo vyao vya kiuchumi vya watu wanaoendelea kuishi katika eneo hilo. Sasa ikiwa eneo lako la kiuchumi limekamatwa na roho ya utasa ambayo imepitia kwenye lango la laana lililotamkwa, unatakiwa kufanya maombi mawili yatakayokusaidia. Ombi la kwanza, tunaachilia damu ya Yesu tukifuta maneno ya laana yaliyotamkwa kwenye vyanzo vyetu vya kiuchumi. Manake kwenye kiti chako kile cha kazi, unaachilia damu ya Yesu kwenye kiti chako cha kazi. Unafuta maneno ya laana yaliyotamkwa na adui. Kama walisema hautofanikiwa, kama walisema fedha yako haitokaa, kama walisema hautoinuka kiuchumi, kama walisema hautopandishwa cheo, kama walisema hautolipwa mshahara wako inavyotakiwa, unafuta yale maneno, unafuta. Kama walisema hautopata kibali kwa bosi, unafuta yale maneno.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Vivyo hivyo kwenye biashara, unaenda kwenye eneo lako la biashara, unatamka, unasema nafuta maneno waliotamka adui zangu, nafuta laana waliotamka adui zangu. Kama walisema hakutokuja wateja, hawatakuja kwenye hii biashara, nafuta hayo maneno. Kama walisema kwamba hii biashara haitozaa, haitofanikiwa, haitofika mbali, nafuta hayo maneno. Kama walisema hii biashara itakufa, nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ni ombi la kwanza kwenye pointi ya kwanza. Lakini ombi la pili, unashughulikia ile roho ya utasa. Hiyo ni maombi ya vita sasa. Unabomoa kila roho ya utasa. Roho ya utasa iliyokaa kwenye biashara yangu ninaiharibu katika jina la Yesu. Roho ya utasa inaozuia wateja wasije kwenye biashara ninaiharibu katika jina la Yesu. Roho ya utasa inaozuia pesa isikae mikononi mwangu ninaiharibu katika jina la Yesu. Unatamka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Iko ni kitu cha kwanza, ama ni jambo la kwanza la kiroho ambalo linaweza kuzuia mafanikio yako ya kiuchumi katika chanzo chako cha kiuchumi, na tumeona maombi yake ni hayo mawili ambayo unaweza kuyatumia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka nikupe jambo la pili. Jambo la pili ambalo linaweza kuzuia mafanikio yako ya kiuchumi katika kile chanzo chako cha kiuchumi. Jambo la pili ni kwamba ikiwa mbingu yako ya kiuchumi imefungwa kwa sababu ya kuto kumtii Mungu, basi hautoweza kufanikiwa kiuchumi. Hilo ni jambo la pili linaloweza kukuzuia usifanikiwe. Mbingu yako ya kiuchumi ikiwa imefungwa na Mungu kwa kuto kumtii Mungu. Kwa Yesu apewe sifa sana. Kumbuka hapa katika kitabu tulichosoma cha Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa 19, chanzo chake kimetokea kwenye Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. Yoshua alitamka neno lile la kulaani mji wa Yeriko kwa maelekezo ya Mungu. Kwa Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hawa watu walipokuja kujenga na kuishi kwenye ile eneo, manake walikuwa wameenda kinyume na kauli ya Mungu, walikuwa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, manake walikuwa hawajatii sauti ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu hawakutii sauti ya Mungu, katika ulimwengu wa roho mbingu yao ikafungwa. Mbingu ikifungwa kiuchumi, kitakachotokea ni mambo mawili. Jambo la kwanza, unaweza usizae kabisa kiuchumi. Nazungumzia biashara yako isizae, kazi yako isizae, huduma yako isizae. Ama ukazaa, lakini ukazaa mapooza. Kuzaa mapooza kwa maana gani? Kwa maana unazaa kitu, biashara yako kimfano unauza sana, lakini ukihesabu pesa tofauti na mauzo. Ama unauza sana, ama unapewa mshahara, baada ya kuuza tatizo linatokea, msiba unatokea, mtoto anaumwa, sijui kitu gani kimeharibiwa. Kwa hiyo unachukua ile pesa ambayo uliuza, itakiwa labda uweke akiba, ulitakiwa labda uongeze mtaji ukue zaidi, unachukua ile pesa unaenda kutatua tatizo lililotokea. Unapoenda kutatua tatizo linalotokea, maana yake nini? Mshahara wako haujakunufaisha kupiga hatua nyingine. Faida yako ya biashara haijakunufaisha kupiga hatua nyingine. Badala yake pesa yako inaenda kusolve matatizo. Maana yake inakuwa ni sawa sawa na mimi ambaye sijafanya kazi yoyote, sifanyi biashara yoyote. Maana yake mimi sina pesa, sina uwekezaji kwa sababu sina biashara, sina kazi. Wewe unafanya kazi, una biashara, lakini pia hauna pesa kwa sababu pesa ikiingia unaenda kumtibia mama yako. Inaenda kwa hospitali na wanufaisha wenye hospitali na madaktari kule na wanatengeneza dawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Twende tukasome kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 2, mstari wa 5, mstari wa 6, mstari wa 9 na mstari wa 10. Tuanze na ule mstari wake wa 2 inavyosema. Inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu si wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Huo ni mstari wa 2. Twende mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo walakini hapana onaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Mlitazamia, mstari wa 9, mlitazamia vitu vingi, kumbe vinatoka vichache. Tena mlipovileta nyumbani vikapeperushwa. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo nyinyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Mstari wa 10, basi kwa ajili yenu mbingu
zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Sasa hapa unaweza ukaelewa vizuri kile ambacho kimetokea katika ile Wafalme wa Pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wa Wafalme wa Pili walikuja kujenga sehemu ambayo Mungu alikataza isijengwe. Kwa hiyo hawakutii. Hawa katika Hagai waliambiwa na Mungu wakajenge nyumba ya Mungu. Wao wakasema kwa wakati huu sio wakati wa sisi kuja kujenga nyumba ya Mungu. Wakati huu ni sisi wa kujenga nyumba zetu wenyewe. Kwa hiyo hawakutii sauti ya Mungu ilipowaamrisha. Kilichotokea ni nini? Ikawa wakienda kwenye kazi zao, wanapanda mbegu nyingi, lakini wanavuna kidogo. Manake uchumi wao ukawa umepigwa, chanzo chao cha kiuchumi kimepigwa. Walitakiwa wavune mazao mengi, lakini wakawa wanavuna kidogo, ingawa wamepanda mbegu nyingi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na anasema na wale waliokuwa wanapata mshahara ndio walikuwa wanalipwa mshahara, walikuwa hawazulumiwi. Wanalipwa mshahara, lakini wakiichukua ile mishahara wanaiweka kwenye mifuko inayotoboka. Manake nini? Manake mshahara ukifika tu tatizo lingine linaibuka, labda mtoto ndio anapata ugonjwa. Kwa hiyo mshahara unapita moja kwa moja unaenda kwenye matibabu ya mtoto na wewe unakuwa haujanufaika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu chanzo chako cha uchumi kimepigwa kwa namna gani? Kwa mbingu kufungwa. Mbingu kufungwa kwa maana kwamba hakuna baraka inayokuja, lakini mbingu kufungwa kwa maana kwamba baraka ikija haikai, baraka ikija inapigwa, inasambaratishwa. Kwa hiyo mnapanda mbegu nyingi sana, mnafanya kazi ngumu, mnafanya kazi kwa muda mrefu, mnapanda, mnawekeza nguvu yenu, mnawekeza maarifa, mnawekeza pesa, lakini mnachokipata ni kidogo sana, tofauti na vile matarajio, tofauti na mtu mwingine ambaye mbingu yake haijafungwa kwa jitihada ambayo unafanya wewe. Manake saizi angekuwa katika kiwango cha juu sana cha kifedha, lakini wewe ukiangalia jitihada unayofanya ni ile ile, tena inawezekana ni zaidi, lakini unachokipata ni kidogo kwa sababu mbingu imefungwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu akaongeza pale chini akasema, na wale wanaofanya kazi wanapewa mshahara, lakini wakishapewa mshahara wanauweka kwenye mfuko uliotoboka. Ndio kama nilivyokuambia hapo, sema ameuweka kwenye mfuko uliotoboka, haimaanishi kwamba mfuko wako ndio umetoboka ukiweka inadondoka, lakini inamaanisha kwamba ukipewa mshahara tatizo linatokea, unaenda kusolve tatizo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wacha tukasome na kitabu cha Malaki. Haleluya. Tukasome na kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Malaki 3:10 inasema hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Unaelewa hiyo alipomalizia au la? Maana yake nini? Kwamba usipoleta hiyo zaka ghalani, maana yake kila alichosema kwamba atafungua mbingu kuachilia baraka kitakuwa au la, maana yake kitapingwa. Atafungua mbingu, ataifunga hivyo hivyo na baraka haitokufikia usipotii sauti ya kuleta zaka. Usipotii ili jambo halitotokea. Maana yake sitofungua mbingu wala sitokuletea baraka. Kitakachotokea ni nini? Utakuwa kama wale wa Hagai, fanya kazi kubwa lakini pesa yako haikai. Kwa sababu gani? Uleti zaka, na Mungu akikwambia ulete zaka wewe haujatii, kwa hiyo mbingu inafungwa. Bwana Yesu apewe sana. Sasa katika hili jambo huwezi kwenda na maombi ya vita, huwezi kusema natengua. Hapa ni maombi ya toba na kujirekebisha katika lile jambo unalotakiwa kulifanya. Kama ulikuwa utoi zaka, maana yake omba toba, mwambie Mungu nisamee, alafu anza sasa kutoa zaka, utaona mbingu inafunguliwa. Kama kuna kitu Mungu alikukataza wewe ukaenda jifanya utaki, usikii sauti ya Mungu, ukawa unakifanya kile kitu kimakosa, utakapogundua kwamba umeadhibiwa kiuchumi kwa sababu ya hili kosa, maana yake rudi sasa, muombe Mungu rehema, alafu acha lile kosa, uchumi wako utafunguliwa. Lakini usipotii, usipoomba rehema alafu ukatii, bado utakuwa na shida.